Clouds TV, empowering lives. When I have a gift, I will glorify my God. And God will reward me. God will cause people to come and bless me. And that is where I want us to be. Not to the talent, but to what? To the gift, because gift pays. Me, whatever I do, God rewards me highly. Because I'm here, somebody who just, nikienda kwa simu itakuta, somebody from America has called, or has sent some money and say, I want to serve God with you. Umeona? I watched your program. Kama sasa kuna nipulichini gani tulifanya ni ya kesha. Mtu ananipiga simu anasema, you really did it. It was powerful, it was strong. And for that matter, I'm sending 100,000. You see, because I did not use it as a talent, I used it as a gift that God gave me to do His will, and out of it, God has manifested through it, so that His work can go. So when you entirely put your whatever God has given you into a gift, God will reward you, will cause people to come and stand with you, will cause people to come and be part of you, will cause people to come and be part of you. Hata ukirara, God will send people to come and help you not to sleep, because it is very important. If you use usigizi kama gift, God will still reward you. But and that is the most important thing to understand. Today I want to look at how tricky is it, and how the other side, how do you conquer the other side of the devil? By using the gifts that you have. Because it is true. Also, the other side, work on a talent. Kwao talent is a gift. It's like a gift because they use it to extort, to kill, to destroy. If you look at the book of Acts chapter number 13 from verse 4, Barnabas and Saul were sent on their way by the Holy Spirit. You see now, they were not sent by people. They were sent by the Holy Spirit. They were not going there. Yani, sasa niulize, how many times have you been sent by the Holy Spirit here? Let's look at here. Dorcas, how many times have you been sent to come to the church by the Holy Spirit? How many times? And Nancy, have you been sent by the Holy Spirit to come here? How many times have you been sent? This is when you are dealing, and we are dealing with the Spirit of God, and we are dealing in the work of God that God has given you a mandate to do. It is the Holy Spirit that controls. It is not that I am supposed to be here 6:30. I'm supposed to be here every Sunday. I'm supposed to be here every weekend. No. It is. You are not supposed to be here. You are supposed to be where the Spirit of God has guided you to be. It is not that I am in this position, I am controlling this. No, it is what the Holy Spirit has said it should be. That is where you are supposed to be, not where you are supposed to be. Not where people decided you are supposed. Because maybe people gave you a position that is full of limitations. Maybe people gave you a position that was full of witchcraft. Maybe people gave you a position, and that was a position they had positioned it for your downfall. But when you walk with the Holy Spirit, you will be where God wants you to be. You will be doing what God wants you to do. So Barnabas and Saul were sent on their way by the Holy Spirit. They went down to Seleucia. From there, they sailed to Cyprus. You see, they just were guided by the Spirit of God. They were guided by the principles of the kingdom of heaven. That is the Spirit of God. They never guided themselves. When you are guided by the Spirit of God, you walk in the plans of God, and you will find yourself winning battles, because battles are not fought by you, but by the Spirit of God. We lose battles because we chose to say, I am supposed to be here. When you say, I am supposed to hear, you have removed God from the seat of control, and then you put yourself in the seat of control. Therefore, whatever way you be going, you will be under yourself, not under the Spirit of God. When I send you from today, if I send you, I tell you, we are going to Kakamega, and you are called by my office, that now the office is sending you to Kakamega, the office will foot your bills. Hello? The office will take care of you, because it is the office that has said go. But if you take
uingie kwa basi uende peke yako na hakuna mtu amekutuma, utang'ang'ania maisha yako peke yako kule. Nobody will take care of you because you are alone. Nobody sent you there. That is the same as the Spirit of God. The Spirit, if the Spirit of God has sent you, it will cause everything to work because they had prepared you are going there. They had prepared you being in that position. Bwana Yesu asifiwe sana. So being in a ministry like this one, when I started the ministry, I started because I thought the ministry should be started. It was not God. I thought the ministry should be started. And I started moving around, forcing things to work and making things work until I was stopped and grounded down to be refreshed again by the Spirit of God. And since I decided to follow and do and be where the Spirit of God wants me to be, things started working. I stopped struggling. I stopped saying my church. I stopped saying my plans. I stopped saying my idea. I started saying God did this. Because it is not, I don't have the architectural plan of what we are doing. I don't have the plan, the master plan of this church. I don't have it. I don't know what will be happening tomorrow. I don't know what will be happening later today. I don't know, because I released the point. I released the whole thing to God so that God can be in control. So I'm just here but a guardian. Here I'm standing hapa, ananiambia soma hii, because nimekuwa nikiwapatia story yote ndio Mungu anipatie the verse to read. Verse 5. And that is the kind of a church that I want to build. A church that depends 100% with the plan of God. A church that we don't plan, we sit down to be organized by God. A church that we don't say we did. We are our church. There is no our church, but God's church. That everything we release it to God and say, if had it not for God, I could not be here. God did this. God, we were about to fall down, but God lifted us. We were about to be killed, but God came and rescued us. You see, that you have surrendered, total surrender to God. And that's why you see Muslims sometimes they're ahead of us, because the term Islam means total surrender to God. But we don't have a name that depicts the will and the willingness of us to God. Hello. The willingness of us to God, that we have surrendered to God. How many times did you ever surrender to God? Why do you want to do your plans? Why do you want to make things work? Why do you want to push these things to work? Don't. If you're doing the work of God, He's the master. He's the boss. He's the manager. He knows the beginning. He's Alpha and He's the Omega. He's the author. This is the work of God. You don't know when it was started. You don't know where it is now. You don't know where it is headed to. And they arrived at Salamis. There they preached God's word in the Jewish synagogue. John was with them as their helper. You see now, they have gone there, they have found John waiting for them, to help them, to guide them. And they found a door opened for the synagogue. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama mlikuwa nafikiria synagogue haiko kwa Biblia? Now you found it. Hello. And they found, when you are doing the will and the work of God, a helper must be sent. If you see that there is no helper, there's something wrong that is happening with you. There must be a helper. And these helpers are the most fought in the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mangauro inakujanga imekaa ilikuja na ikajipanga kanisani kuzuia helpers. And the helpers are people who are, they're called destiny. They are destiny helpers. And the destiny helpers, they come in different seasons. Because there is, depending on which season are you. But if you're in the season of transition, the destiny helper that will come is a helper of the transition. If you are you are not in a transition, you are just somewhere waiting for God to speak, there is always a destiny helper to keep you waiting for God. When Abraham was going to the mountain, he had 2 boys he carried with them, the servant, to help him drive along the donkeys na kubeba kuni, until alipofika mahali aliambiwa na akakaa chini. And then
God spoke to him, akamwambia mlima ndio ule. Alipoonyeshwa mlima, he didn't go with the boys. He stopped them because their time has expired. Bwana Yesu asifiwe sana. He told them, wait for us here, we go worship. So does it mean that they didn't deserve to worship God? Why will he go tell them we are going to worship? Sasa nakwambia digai wacheni kaeni hapa niende nikaabudu Mungu. Are we not part of what we are doing? Bwana Yesu asifiwe sana. So because whatever they were supposed to do has come to an end, so they have to be left there, so that the two of them, they go to worship together. And while they were at the worship, then God manifested himself through whatever they did. Bwana Yesu asifiwe sana. Then when you are doing and being in the plan of God, everything will manifest. Because at some point the son asked Abraham, where is the sacrifice? Then Abraham, without him knowing what he's saying, he said, God shall provide for himself. Meaning the process is a God-controlled process. That is why even what you are speaking is not from your mouth. You are speaking from the Holy Spirit. You are speaking not from the intent of your plan. Because if it was Abraham, he will tell you, you are the sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. But God spoke to him because God knew kabusi kamefichwa kwa kichaka. Then as he was about to kill the son, he was told, stop. Turn nyuma yako. He sees a sheep. Because it was a plan. Because you read the book of Genesis 22. After these things, God tested Abraham. So whatever we are doing here today, it is a test, Shiko. It is not how you please me. It is not how you please Anne. It is not how you please Nancy. It is a test. You waking up in the morning and being in church this time, it is a test. Because there is a position that God wants to give you. God giving you a position to be operating in an office like in church here. If he has given you a position, it is a test. If I come and tell you today, I want you to usimamie mahali, ni Mungu aliniambia, mimi sijai kujiambia. I have never told anybody. Bwana Yesu asifiwe sana. I have never told anybody from my thinking that Charity simamia mahali fulani. No, I can't tell you. I can't, because this is not, until nilikuja kujua this is not my work, it is the work of God. Niliwacha kiherehere, maana nilikuwaga na kiherehere kama David. So wakati niliwacha kiherehere, basi I graduated. Hata yeye atamachua, ataelewa kazi si yake, atawacha kuchukua machuma, manyundo, majebe, anabeba chuma, nyundo, jebe, panga zote ameweka wapi? Sasa unashindwa atatumia gani, awache gani? But the time you realize that the work of God inaendaka na marogo. Bwana Yesu, kuna kirogo inahitaji panga, kuna kirogo inahitaji jebe. Na every kirogo utapata tool of that kirogo is there waiting for you. That is why when they went, they found John waiting for them to help them. John was not with them when they started the journey, but John was waiting for them because John had been prepared. They are a servant of God that are coming. When we went to Eldoret, somebody confessed to me, just called me yesterday night, that they were called, and women, a group of women, intercessors in Eldoret. They were told to go to the mountain and pray. There is a visitor who is coming to the town of Eldoret to go wamushikilie, maana kuna kitu ya maana nakuja kufanya Eldoret. We didn't know. She just called me when she saw it. Na yeye hakujua visitor ni nani. Wakati ameona kwa Dora Digira wa Dora ameona what we did, that is now they called me to tell me that they had been told waende kwa mlima Mount Elgon, waende wakasustain maombi kwa sababu kuna kitu ambacho kuna mgeni waliambiwa, kuna mgeni anakuja. But they were never told mgeni ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. So walienda kungangana kuombea mgeni. Na sisi hapa tunangangana na David tukifanya nini? Tukivuja madhabahu. Hatuelewi. Wakati wa kuvuja madhabahu nikaambiwa ita wachungaji. Wale ambao tulikuwa tumenunulia breakfast asubuhi. Hakuna hata kamoja kalikuwa kwa kiwanja. Kulikuja wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule mwenye alikuja ule nilipatia microphone kubwa, hata hiyo kazi ya kuvuja madhabahu ndio yake.
You see how things happen. Yule ambaye nilipatia microphone, hiyo ndio kazi anafanyaga huko, lakini hajawahi pata the position of glory until I came to Eldoret to give him the platform of glory. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I could have done it, but God told me, no, there is my servant here who will do it. So I was led to call. Nikaita all men and women of God ambao wako hapa kuja. Then I was led by God to say, who is the senior most of you? He happened to be him. What he did is what God had showed me to be done. Bwana Yesu asifiwe sana. When you do exactly, because God is not man that he should lie. God gives you everything that you need for his mission. He cannot send you for a mission and then ask you to finance his mission. God, you can never be able to finance God's mission. And God gives you a time limit of something. And gives you ile kazi na nalete watu. Atalete Agnes for job A to C. Then Charity from C to D. And from D, there is every positioning of persons in every move of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukiona kazi yako umebadilishwa, ni umeexpire. Na ukiendelea kuexpire, either utanuka ama utaharibikia watu. Na ndio unaona watu wameanza kuwa irritating. They irritate in an organization. It's not that they are bad. They are still good. They're the same people yesterday. The person you loved. But because ako on expiry date, sasa ukikunywa utagojeka. Yeah, because ame-expire. Ukiendelea kukaa kwa praise and worship na ume-expire, utaanza kuirritate, utaanza kuvunja, kuharibu ile kazi mzuri umefanya. Unanielewa? Utaharibu ile kazi mzuri. Ukiwa kwenye ushering na ume-expire, utaanza kuharibu ile kazi mzuri umefanya. Ukiwa kama ni kazi umetumwa mahali na Mungu, overstay, watu wataanza kukureject. Because you are supposed to lay the ground, and once you lay the ground, you move for somebody else akuje na yeye take position. Then you move for somebody else to come and take it. Yani, if the work of God is moving and moving and moving according to the plans of God. Verse 6, please. So, they traveled all across the island until they came to Paphos. You see now, they never preached hiyo town ya kwanza. They continued with the help of who now? With the help of John. Kuna mahali walienda akili kafika mwisho wakapatiwa John. So John was to lead them through the island of and they came to Paphos. There they met a Jew. Now look here. There they met who? A Jew. Why was John coming in? John is coming in to help them to be able to understand the culture of those people. Because John was a man that lived amongst those people. So he needed, like now in Eldoret, we needed Tabitha and we needed Mary. Because they are the people who are on the ground to help us maneuver to move from one point to another point. They are the people to help us do things around. Because they understand there, they know there, they know the roots. So they needed John because of one thing. Bar Jesus. And that's why I normally tell you, sometimes Christianity is a scam. Because we don't know whether you are worshiping Bar Jesus. Because kama sasa mnaenda party ya 25. Who was born on the 25th? Was Jesus born on 25th? He was not born on 25th. And then why are you going for Christmas? Nemoshiare motume mone mwagoyo negashiare gakege negashiare. No. Jesus was not born on 24th. Who was born on 24th? Who was born on 24th is Tamuzi, the son of Nimrod, who they bore with his own mother. When I ask Nimrod, Tamuzi, a baby of Nimrod, ambaye alilana na mama yake wakazaa. So look at yourself, the immorality that is in you. The kind of a baby you are worshiping, even see hata fadhali ungeambiwa ni ya kahaba wa Koinaga Street. Sasa ni mtoto na mama yake wamezaa. Alafu the whole world is worshiping the baby. Bwana Yesu asifiwe sana. And when I say that, mnasema ati I'm not fully, I need to sit under an apostle. And he said, what to do what? To understand Tamuzi ni mtoto wa mama na mtoto.
Niende nikafundishwe na ng'ang'a. Nikafundishwa pia tamuzi. Wewe tia ushoga. Tia ushoga. Niradakaria. Niurashoga. Niuratumeshiria tutali twega. Rudi hapa kama hapa. Umehama? Yeah, thank you. You see, sasa ukiangalia huyu Bar Jesus. Sasa angalia ile vitu tunafanyishwa na watu wa pop. Pope mwenyewe, hebu angalia the cross of Pope. Have you been keen looking at it? It's an inverted cross. It's an inverted cross. Who uses the inverted cross? Eh? Eh? The Illuminati. Sasa nikiogelea hivyo nikisema this is a scam. Na huyo ni fafa mutheru. Ni fafa mutheru. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikiambia watu this could be a scam, let us reinvent ourselves and ask ourselves, could we be worshiping the wrong God? Could God be wanting us, this is a generation now that he has selected to bring back the glory of God, to bring back the people back to him? Because sometimes we lost the 400 years of the children of Israel. They thought they were worshiping God. Hiyo miaka yote 400 walikuwa nafikiria ni Mungu wanaabudu. Mpaka wakati Musa amekuja, ametenda miujiza wakashindwa. Huyu na hii ng'ombe, kwani kuna tofauti? Mpaka si walikuwa wamekataa. Wanamwambia tuache sisi. Sisi tuko sawa. Kwa sababu kuna kitu ilifika wakaona, huyu mtu ni kama anafanya. Wengine wakamuita magician, wengine wakamuita vitu vibaya. But until they came to know that this is God. The time they discovered that this is God in Moses, now they started now coming together. And God gave miracles to Moses so that he can cause them to understand that indeed God was speaking. So they traveled all across the island until they came to Paphos. There they met a Jew named Bar Jesus. He was an evil magician and a false prophet. But is Bar Jesus. Let's go to verse 7 and understand now. I want you to understand. He was an attendant of Sergius Paulus, the governor. So this man was not just an ordinary man. He was a representation of a government. Just as we call wakati wa Paulo na Sila, wale walikuta kale kamama, kalikuwa kana wairitate, wakatoa mapepo, serikali mzima ikakuja. Baka magistrate ikakuja, baka wakafugwa, because this woman was a servant of a group of people. This Bar Jesus ni wa governor sakaja. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulos was a man of understanding. Just understand. He was an attendant of Sergius Paulo, the governor. Sasa sikiza statement 2. Paulos was a man of, so he's not just an ordinary man, but a man who's wise, a man who's clever, a man who has brains. He's a man, his description yenyewe kwa Paulo is a man of understanding. So the kind of the challenges we are facing on earth are not just ordinary challenges, are not just ordinary things. When you come here and you're given a position of praise and worship, it is not ordinary. When you're given a position of being a pastor or being a representative, see, just an ordinary thing. There's something unique that is in you that is not in other people. This man, Paulo, was a man of understanding. He knew, he could understand. Utakuja utamwambia kitu kama yes. Na ukitaka kujua mtu wako na understanding, habishanangi. When you find a person composed, how do you know a person who is of understanding? This person is composed. He doesn't get irritated quickly. Yes, they get irritated. Irritations ni kawaida, it's normal. Hata Mungu anakuanga irritated, but they are composed. Utakuja say hi. Yes, how are you? How have you been? So unakuta ni composed. Unaanza kumpatia story, ananyamaza tu, unasikia okay. I hear you. I understand. Because they are slow to making decision, but they are perfect in their decision. Whatever he says, it is perfect because amechukua time ya kukusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amechukua time, amekusikiliza vizuri kabisa na amekuelewa. So wakati wa kurelease maneno yake, ana release kwa wingi wa kuelewa.
Lakini sasa wengine we don't even want to digest whatever has been told of us, but you want just to make a decision very fast because you think you're a boss. The bosses are slow to making decision. Bosses, if you don't know a genuine boss, a person that have been sent by God, that he has an intelligence of God, wanakuanga wa pole sana, wa slow in making, but akimake decision yake, it is perfect. Therefore, he sent for Barnabas and Saul. You see the governor, Sakaja, ametumana because he has heard there are men around the city. He sent for Barnabas and Saul, and he wanted to hear God's word. Hello? Do you want to tell me this man wanted to hear the word of God? No, it's not the word of God, but he used the word of God as a tool to bring them, because he knew these men are from God, but he wanted to understand, hii ni mungiki ama ni nini? Ni watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the knowledge that people that are in leadership, they have. If you're in leadership, you need to use trick things to bring those people, so that before you start fighting a person, understand that person. Know this person. The moment you are able to know the person, you'll be able to either fight them or no fight them or work with them. Verse 8. Because when you don't understand anybody, it means you can fight anybody, you can do many things, and then you will be able not to do. Actually, kumbuka, this Paulo ndio mwenye the magician. So alikuwa nataka kuunderstand between magician yangu na hawa watu who are strong, ndio ajue atadili na hawa watu aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nao unakuja unagorokera mtu ati kwa sababu umemwona, ati kwa sababu umesikia anafanya. You don't. Ukisikia kuna kitu kanafanyika, kuna kawizi kanafanyika ka pesa, unakafuata for at least 2 months. Pole pole, teka tuweka mitego yako. Angusha bahasha nyingine pale. Ukisikia ni fulani na fulani, ndio ujue, kwa sababu wizi kama kanisani hapa haufanyikagi na mtu mmoja. Hapana. Ukisikia kuna mwizi kama kulifanyika, Jerry aliiba, si Jerry peke yake. Unasikia Paulo ako na nini? Magician. Ule mwingine wakati wa Paulo na Sila, yule mama alikuwa na watu. So walitoa pepo ndio wajue the owners. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes you hit, I will come and slap you, ndio uongee vibaya. Ukiongea vibaya utaniambia maneno yote. Wananiidhiwetia ati uwete yaga. Wewe yake yake. Wewe mjinga tu hata uelewi. Sasa unakuta analipuka, unaenda ukisikia ameanza kulipuka, unanyamaza ndio usikie uhodo. Only genuine people wanakuwa watatu: mtoto, mlevi na mtu amekasirika. They will tell you the truth. Bwana Yesu asifiwe sana. They will tell you the truth 100%. And the ones that junanga wanaume wengine wanakuja katua na kutusi. Wanaume wa zamani akina baba walikuwa wanatukana mama zetu hivyo tu roughly. Takataka wewe. Dole hakiri. Lewi idhaje na dole hakiri. Niele ule. Wewe numenya okora kwa yake hina okora kwa hithereire. Hata ukweli yake yote. Maana umeguza button ambayo haina control. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need, before you make that conclusive decision, take your time first. Ukisikia kuna kafununu, take your time. Weka mitego tu. Achilia hapa, wekelea kitu hapa, nenda mahali wachilia kitu mahali. Wekea kwa ofisi, wekelea kwa meza. Mahali ina position, alafu unakaa. Una set vitu zako zinakuwa zinakuangalilia. Sasa unakaa unafanya nini? Unaona huyu amekuja, unaona alikuwa Agnes alikuja, Agnes akakuja akafanya kaangalia. Agnes akaenda akamwambia, naona kama ni 20,000. Anaenda naye Jerry anatumwa padile mwingine anakuja. Jerry anaifuruta hivi, anaiweka hapo, anaenda na anatuma nani? Anatuma apostle hapa, naye apostle anakuja. Sasa apostle anakuja kufagia na anakuja na dustbin, anaokota takataka zote anaweka kwa nini? Akiweka sasa unaona Agnes anapita hiyo, huyo mwingine anapita hiyo, wanaenda wanakutana wapi? Kwa dustbin. Kwenda kuangalia takataka.
kwenda kusoa tutakataka bai ya kubebo na tipa ya kajo na tipa ya nini ya sitima ya city ya kitu kingine. So there is no thieving ambayo inafanyangwa na mtu mmoja. No. So you need to understand who is who until ukisikia kitu nimeogelea hapa niko na conduit yote. Ukasikia nimesungumusa kitu hapa niko na structure. Unajua mimi nilikuwa mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Kile mna shida kuelewa ni kwamba you are dealing with a former thief. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever you do, the simplest thing you do, it's on my toe. Kila kitu najaribu kufanya niko na wewe, na nikiona umeanza kublink, najua mwizi, najua venye na blink. Bwana Yesu asifiwe. Mwizi najua venye anaanzaga na mguu. Polisi yoyote na uliza polisi mwenye yako hapa, they are trained, wanaondokanga na mguu ya left. Hawaondokangi na mguu ya right, wanaondokanga na mguu ya left. Kwa nini polisi? Ni kwa nini? Unaweza kutuelezea ni kwa nini? Sasa ulikuwa najua hivyo. So hata ukikuja hapa nitaangalia kama mguu, najua ni askari. Nyamaza tu najifanya kama mjinga tu. Lakini I know this is Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwizi yoyote kuna venye kitu ya kwanza ukitaka kujua mwizi, kuna venye mdomo anapenduaga kidogo. Every thief kuna mdomo, kuna venye anapenduaga mdomo, unajua the lie has just begun. Sasa unavuta kiti, unakaa chini. Listen to them until the end. Kaa hivi, msikilize amazingly, yani msikilize amazingly. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamsikiliza sasa, ukimaliza kumsikiliza, analyze him, then mwekelee bomu moja imlipue. Ukiona ni mtu wa kulipuliwa siku hiyo hiyo, lipua siku hiyo hiyo. Ukiona ni mtu wa kutembea na yeye, ndio ukiona katika statement yake utasikiliza, utajua ako na watu wangapi. Sasa ukiona mtu ako na kacheni ya watu wawili watatu, don't cut. Usikati that link. Join yeye ndio uelewe the other link. Ujue the next person ni nani. Tembea na yeye, hata mpeleke lunch. Hata mwambie kama ni mwanamke, mwambie no, I can love you. I love you. You're so amazing. You're so wonderful. Ndio atakulivilia huyu. Na yeye mvurute, weka huyu kado. Sasa tembea na huyu. Chukua contact ya huyu, na yeye tembea na yeye. Huyu atakufunulia nani? Huyu. Sasa by the end of the day utapata ni cheni ya watu 20. Sasa usilipue. Kama ningekulipulia hapa, ningebakisha nyoka ingine 19 na zingekuja nao differently, manifesting differently. Bwana Yesu asifiwe sana. So you have to know all the snakes. Kama ni green mamba, ni puff adder, zote unaziunderstand, unajua. Sasa unajua hii na hii na hii na uliagwa na hii dawa, hii na hii na hii na uliagwa na hii dawa. So unaenda unanua dawa zote kwa pamoja. Siku ya kulipua ni ngapi? Moja. Wakati hakuna ingine itasaidia ingine. You have to be brainy. That is what I'm telling about leadership. Si kifua. Leadership si kifua. Si nyinyi wote mmekuja hapa na ukora. Kuna mtu alikuja hapa akiwa mtu genuine? Hakuna. Wewe ulikuja hapa akiwa mkora kivyako, huyu alikuja akiwa mkora kivyake, huyu alikuja akiwa mkora kivyake. Kila mtu hapa amekuja na kitu kalimulete hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to be crafty, you have to be clever, you have to be smart. Bwana Yesu asifiwe sana. So this man, but Elmas, the evil magician, opposed them. Because he knew ninaenda kujulikana. But ukikuja atuwe ni boss wa Besima, sitaki kuona huyu, sitaki kuona huyu, sitaki kuona. Na hawa naambia already waliweka kamba moja hapa, ni ya mtego moja, mtego ingine iko hapa, mtego ingine iko hapa. Sasa ukijaribu, sasa si umewafukuza, sasa unakuja unasikia mguu imeguswa, ukienda kuinua hii mwingine hii imeguswa, unaaguka chini. Wale waliweka mitego ndio wanakuja kuuliza, si tulikuambia? Hakuna mahali unaenda, wanakukamata. You withdraw. Once you kusikia hii kanisa hii, usikie mahuru ya hii kanisa hii yote, unajua hii ni mahuru, hii ni mahuru, hii ni mahuru, hii ni mahuru. First of all, you get a position. Come sit down for a month. Study every person. Befriend. Immediately you get in a position, befriend everybody. Make everybody a friend. Even you kama wewe ni mtu ukona kitu blessed na kakitu, nunua machai mingi sana na madasi mingi sana. Nunua. Si ndio understand manyoka hawa, because they are not good. That is why umeletwa na management ukuje urekebishe.
Bwana Yesu asifiwe sana. That is why ulifanyishwa interview, because management walikuwa najua our problem ni hii, we need a person who can fix this thing. So ukiitwa kwa interview, si ati unakuaga ni CV na gari yako. Hapana, is this person capable of solving the problem we are having? Mnamsikiliza, mnajua this is the right person. Now how do we do it? Wacha tumuone ata handle aje the first case. Sasa anaenda na kiherehere, unasikia amelipuliwa, mnakutana naye kwa street akisema nimeresign. Maana alichomwa, alikutana na mahuru. Sasa tena namrudisha, unamrushia mahuru wengine, because unamwona si mtu wa kuachilia, ni mtu wa kushikilia, kwa sababu ni venye hajakuwa na knowledge kama hiyo, ni mtu wa kushikilia. Sasa kuna mtu unaachilia na kuna mtu unashikilia. Bwana, si watu wote ushikiliwa, ni kuna mtu wa kuachilia. Ukinamwambia sasa wewe enda sasa, kwa maana kazi yake imeisha. Lakini kuna mtu unaona huyu nikaweza kumweka vizuri, tutaenda ama tunaweza kuenda mpaka tumalize safari. Bwana Yesu asifiwe sana. So but Elymas, the evil magician, opposed them. The name Elymas means magician. Kwa nini? Because alijua hawa watu ni wa Mungu, watatoa siri zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukiona mtu ukiingia kwa organization David Wito, waje kugirelelio heno rogiwe kodo kuliko. Ukiona watu wote wanakuzuilia kuingia, kuna nini? Kuna uchawi ndani ya hiyo nyumba. Ni wataki ujue, na kwa sababu wanaona uko na capability ya kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. He tried to keep the governor from becoming a believer, because they knew very well if the governor changes, if Sakaja changes, then it means kazi yao imeisha, because Sakaja was their paymaster. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are people who are in this church and they are paymasters of the magicians, the devil worshippers, the witches. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is what I'm trying to teach you, is about how to be smart, to be an operative, a smooth operator. Do I look like I'm a smooth operator? Have you ever tried to crack on me na umeshindwa? Yes. All of you here, you've tried to crack me, but you can't. You can't. Because I know how to operate. Agnes, I know how to operate. Nimelelewa, nilifundishwa. My being in Mungiki was not evil, was not demonic, was godly. God was training me for a bigger role that is about to give me for this nation. For a bigger role that is about to give me for this world. For a bigger role that is about to give me. Because you have to undergo an intense training for you to qualify for the job of God. You have to go through an intense training. Utakuwa frustrated, utateswa, utafanywa, utaletwa kila type ya watu. Manyoka mafupi, manyoka marefu, manyoka imekonda, manyoka imejigonyoka, manyoka imekaa milipedi. Kila kitu, kila maana, kila kitu. Na Mungu will allow you to work with them. Bwana Yesu asifiwe sana. We'll allow you to work with them. And as you work with them, God is growing you. And that is why God caused you to come and walk with me, so that you can tap that kind of growth. So that wherever God will send you at some point, because at some point God will send you to go and work somewhere, then you will use the same knowledge to conquer the forces of darkness. Saul was also known as Paul. He was filled with the Holy Spirit. Who sent them? Who sent them from the verse 1? They were sent by the Holy. This man was filled by the Holy Spirit. So whatever, look here now, he's dealing with a governor and he's dealing with a spiritual aspect, the magician. Magical is spiritual aspect. And also the government is what? Is in. Paulo, the governor. So these are two strong forces that even if you are filled by the Holy Spirit, you can be defeated again. You can also be easily. Maana Jesus alikuwa ni Abilono. Si nani? Anaitwa nani? Pontius Pilate. Who was he? Yeah? Wasn't he a governor? He was a governor. He's the one who gave an authority, the consent for this man to be murdered. So he was filled with the Holy Spirit. He looked straight at Elymas. And he said to him, he looked straight. Ukitaka kujua mwizi hakuangaliagi straight, anakaaga hivi. Anaangalia kapale chini, ama anaangalia hapa, ama unaona magalia juu, na kama akipitisha macho yake anablink. Paul was also known
As Paul, he was filled with the Holy Spirit. He looked straight at Elymas and he said to him, verse 10, you are a child. Amesoma na nini? He looked straight. I can look at you and know who you are. Yes. Ndio unaonanga ukikuja kwangu na kuangaliaga macho straight. Na mimi najua straight away you want to lie. Na ninakwambia ningoje hapo kidogo nikuje, because I don't have time ya kupoteza na uogo. Nakwambia jeterera na haudenderoka. Ukikuja hapa na kushika na kuletage wapi? Na usikilize ile maombi naomba. Naomba maombi ya kukemea pepo ya uogo. Na kudisarm. You are a child of a devil. You are an enemy of everything that is right. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Hii ndio muhimu sana kuelewa. You are a child of the devil. You are the enemy of everything that is right. You cheat people. You use all kind of things. Won't you ever stop twisting the right way of the Lord? Alitumia nini? Hakutumia roho. Hakufungua roho. Looked straight. Your eyes, I can read your eyes and know what kind of a person you are. Mtu prostitute na nanga. Tima hoya mamure. Hakuna ndia ikine. Sasa namwambia kuna kitu kingine ulikuwa unataka tuombe. Aki apostle unajua. Sijui nakujaga kwa hiyo ofisi maneno yote ina evaporate. Sijui ni kwa nini. Kwa sababu hakuwa alikuwa anataka tu kukuuzia, because through eyes pangs za prostitution zinarushangwa through eyes. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikitaka kukutongoza nitakutongoza kwa macho yangu. Nikitaka kukukamata nitakukamata kwa macho yangu. Watu hukamatiwa kwa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I will look at you and release the fire of the Holy Ghost through the eye. Ukiona watu wakati mwingine naambianga mtu niangalie kwa macho anasema anachomeka, because I'm releasing the fire. Because my eyes naiweka fire. Ina release fire. Jadi akikuja kwa aje wewe shagogo uko na arakago. Nyunajina. Yeah, anachomeka. Because alikuwa anataka kunirushia pangs za prostitution. Na mimi namwachilia moto wa Roho Mtakatifu kupitia kwa nini? Kwa macho. Alafu na release inside from my heart, I release the power to destroy you. Unakwisha. Unaona miada, yes. Anaaguka chini. You change the whole thing. You change the entire narrative. Sasa umesave huyo mtu na wewe umefanya nini? Umejisave. Because ni mtu material mzuri for tomorrow. Material mzuri for the work that God has given you. So you mold those people, you remove the spirit. Unasikia sasa, you are a child of a devil. But has ever a devil given birth? No. He recruited himself to become a child of the devil. So these people you see who are doing the wrong things, they recruited themselves to become evil. Evil, it is a recruitment. It's something that you attract. Verse number 11. Now the Lord's hand is against you. You see now, he is now, because he used his eye to know, then he used his mouth to disarm. So you use your eyes to know. That is why a police officer akikuja anakuangaliaka straight into the eyes. Venye uta twist eyes, anakuambia kuja. Straight away. Because amejua you are a criminal. Anajua kuna kitu unaficha lakini hajui. Sasa atakutumia wewe kumwambia ile kitu unaficha. Because that's the training. Kama ukienda kwa GSU wakati wanapiga riot, GSU akikuja kitu cha kwanza atakugonganga wapi? Hakugongangi na nguvu. Anakugonganga na fibo hapa. Pole. Sasa straight away what will you do? Utapeleka mikono yako hapa. Hapo amekugoga. Anakugoga hapa. Ukigoga hapa unaenda kuguza hapa, unampatia hapa. Ana disarm joints. Ile kitu anatrainiwa ni kufanya nini? Ku disarm your joints, to make you weak. When your joints are hit, ukigoga hapa utafanya nini? Utaembed. Anagoga hapa. Unakaa chini. Unakuta umekalisha, ndio unasikia polisi nifanya nini?
kaa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the first thing. Ukiona mahali anataka, shika hiyo rugu yake ama rudi nyuma asikukoge. Maana akikukoga utampatia joints anataka. Wewe mwenyewe ndio utakuwa ukimpatia venye anataka. Ndio mnaonaga shiko na wasetigi na vitu vidogo vidogo. Mnanipatia tusidi twenu venye anataka. Pole 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 pole. Kwa sababu nimetengeneza ka music kakudaka kumudazisha hivi. Muna dance. Sasa ukikuja kunichorea najua kitabo. Ukianza kampako najua. Ukiinua mguu najua ni kwa nini unainua. Because I am aware of what you are planning to do. Bwana Yesu asifiwe. Now the Lord's hand is against you. Bwana Yesu asifiwe sana. You are going to go blind. Ni nini ilitumika kwanza hiyo maneno? Macho. Alimwangalia straight. Sasa kupitia the same process ya macho amemwambia you are going to be blind. Sasa amemfunga in the spiritual world, amemfunga hata kuwa akiona vitu vile alikuwa naona kupitia kwa magic. So that is how to disarm your enemy. That is how to disarm the people around you that are not okay. Ndio unaonanga sisi tukagi. Mimi siwezi kusturiwa ati nikuwe na bodyguard wa kufanya nini. I know how to disarm. Hata mkikuja na mabuduki, you will do nothing. Utaniwacha hapa na hautaniona. I will blind you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanatigo. I will make you blind. And you are going to go blind. You won't be able to see the light of the sun for a while. You will not see me. Oh, Charity. You will not see me. Hawezi ukaniona tena. I will make it happen. Na utawachwa hapo ukizubaa until I'm sure now umerekebika na kupatia position ile nimeona Mungu ameniambia this man nilikuwa nimemtengeneza akiwa hivi, lakini now the devil is using in this way. So nitakuweka blind mpaka wakati ufinyangwa uudwe tena upya. Sasa ukuje nikupatie position nikwambie now take your position. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why in many cases tumekuwa na watu wamekuja hapa wachawi, deliberately ni wachawi, wametumwa kuleta uchawi hapa lakini wameshindwa. Yes, amejaribu, amekuja ameweka gedito hapa, ameweka, lakini I'm seeing because I know where it is, I know what you are doing, I know what time you are doing it. Because that is what God called me for. And this only can happen if you are spirit guided. And you can only be spirit guided if you do the will of God at the time that God has called you for. If you do the will of God at the time that God has called you for that, then you will not go wrong because you are under the influence of God and influence of God and under the influence of the Holy Spirit. That is why this man is able to see and detect and know exactly what kind of a person is this, and is also being able to release a command that you're going to go blind. And the people goes blind. You won't be able to see the light of the sun for a while. Right away, mist and the darkness came over him. Right away. Just by the mention. Right away, the mist and the darkness came over them. Sasa wakati I was tracking hiyo mambo ya kuiba vitu hapa kanisani, what I did each and every one, wakati ninajua ni Agnes anaibaga, nilimachilia blindness kwake. Nikajua Charity anaibaga, nikaachilia blindness kwake. So wakaendelea kuiba, wakakosa kuelewa, wanajua wanaonwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wataendelea kufanya kama hawaelewi na hawatajua wanaonwa. Sasa wanafanya openly. Ndio uliona walifanya openly. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio walifanya nini? Openly. Ndio sasa wakutiliwe, ndio wajulikane, so that thing ifike mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. So right away mist and darkness came over them. He tried to feel his way around. He wanted to find someone to lead him by the hand. Verse number 12. When the governor saw what had happened, he believed. He was amazed at what Paul was teaching about the Lord. Verse 13. Now the governor ameanza kuokoka. From Paphos, Paul and his companions sailed to the Perga in Pamphylia. There John left them and returned to Jerusalem. Job has ended. John left them because he only wanted to cross them.
lakini alongside kulikuwa na macrocodile Bar Jesus, kulikuwa na manyoka, kulikuwa na vitu zingine. So the process yako ya kufuka hapa, they used a lot of God and the Holy Spirit ndio waweze kufuka. They used a lot of wisdom, they used a lot of intelligence, heavenly intelligence. Walipovuka wakaenda, hata governor amejua, they didn't meet the governor, lakini walivuka. Immediately they did whatever they did, they crossed over. They went to another town. And that is where the job of John came to an end. He returned to Jerusalem because a new dispensation has started. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna tutabia lazima sasa muache, because John has gone back. John was leading you, has gone back. That if we allow the Holy Spirit to be with us, the Spirit of God, then we will conquer this nation Mungu ametupatia. Bethel Clouds TV, empowering lives.